Wakubwa leo nataka nikuongezee namna ambayo utaweza kutunza afya ya betri yako. Kwa watu wa iPhone huwa wanapenda kuita battery health, lakini hii tips Mwanakitaa wanaweza kuitumia watu wa Android na watu wa iOS. Njoo nikusanue. Kitu cha kwanza Mwanakitaa, tusipende kutumia simu zetu sehemu yenye joto kali au sehemu yenye mwanga mkali wa jua. Lakini kingine Mwanakitaa, tusipende sana kuendekeza kutumia power bank kwa sababu too much is harmful, inaweza kapelekea afya ya betri yako ikadhoofika, lakini pia battery health ikashuka haraka tofauti na ambavyo ilitakiwa ishuke. Kitu cha pili Mwanakitaa, usipende kuitumia simu yako wakati unaichaji. Najua hii hapa ni wengi watashindwa kuifanya, lakini kama utashindwa ujue kwamba unaharibu au unadhoofisha afya ya betri yako. Wengi wanaita battery health. Kitu cha tatu Mwanakitaa, usipende kuiacha simu yako izime kabisa ndo uichaji. Yaani simu yako ikilalamika tu pale 20% make sure umeiweka kwenye chaji. Hii hapa itakusaidia sana kutunza afya ya betri lako. Kitu cha 4 Mwanakitaa, usipende kuichaji simu yako mpaka 100%. Simu yako tu ikifika 80% itoe kwenye chaji. Na pia ikulalamikia kama ambavyo tumesema 20% tu pale kukuambia kwamba battery low ichaji, na ufikisha 80% itoe. Na usio unapenda kuichaji simu ovyo. Hii hapa itakusaidia kupunguza charging circulation kwa sababu simu nyingi sasa hivi kadri unavyoichaji charging circulation inavyohesabika kule ndo battery health yako inadhoofika na battery health yako inashuka. Kitu cha 5 Mwanakitaa, tusipende sana kuichaji simu yetu kwenye mazingira ambayo yana joto sana. Na wanashauri pia ukiwa unaichaji simu yako make sure unatoa cover, hasa cover ambazo ni nzito kwa sababu cover pia inapelekea simu yako ipate joto sana. Hiki kitu pia kinaweza kusababisha kudhoofisha afya ya betri lako. Kitu cha 6 Mwanakitaa, kama wewe ni mpenzi wa kuangalia video sana kwenye simu yako na kucheza magame, hivi ni vitu ambavyo vinaweza vikapelekea simu yako pia ipate moto sana, na simu ikipata moto sana pia afya ya betri yako inadhoofika na battery health yako pia inaweza kushuka. Kitu cha 7 Mwanakitaa, make sure unatumia chaji nzuri na umefuatilia simu yako inahitaji chaji yenye vigezo gani, kwa sababu usije ukaoverdose simu yako au ukatumia chaji ambayo haikizi vigezo, inaweza kapelekea pia afya ya betri yako kudhoofika. Na hii sio hivyo tu, pia inaweza kusababisha matatizo mengine kwenye simu yako. Vipo vitu vingi sana Mwanakitaa ambavyo vitakusaidia kutunza battery health yako au afya ya betri, ila hivi ni vitu ambavyo wengi hawavizingatii. Na hii ni kwa wote wanaotumia Android na wanaotumia iPhone. Sema watu wa iPhone wana advantage kidogo kwa sababu kule kwenye settings kabisa kuna sehemu ya battery health. Watu wa Android tu utaona kwamba kadri simu unavyozidi kuitumia toka ilitoka na sasa hivi utaona tu mabadiliko. Hiyo ndo afya ya betri ambayo tunaizungumzia. Angalizo sasa Mwanakitaa, hivi hapa vitu vinakuwa applied sana kwa watu ambao hawatumii sim refurb wala wanaotumia non-active. Watu wa refurb tunajua kwamba simu nyingi za refurb lazima ziliwahi kubadilishwa betri zake ni tofauti kabisa na zile simu ambazo zilitokaga na simu za watu wa non-active. Kwa Mwanakitaa, hii hapa pia nitakiwa uizingatie. Kumbuka kwamba refurb mara nyingi betri zake zinawahi kushuka kidogo tofauti na ambavyo ipo kwa simu ambazo ni non-active. Kwa Mwanakitaa, make sure kama umeielewa hii na kama itakusaidia, make sure umeshare na mshikaji wako, umesave post hii, lakini pia umetufollow for more tips.